ilileta utata sana ile. Ni kweli lakini sio ile tu, hata leo ukienda kule Marekani Trump ameshinda, kwa nasema wapinzani wanasema huyu sio. Hata ukija hapa ni malalamiko katika mambo yote waga yakosekani. Kwa uzuri ni kwamba bado walikuwa wanalalamika wote, hata leo wanachunguza kwamba kumbe hawakufikia ubora wangu. Kwa sababu nje ya kuandika mziki tu, lakini mziki wako umesaidiaje jamii? Kwa mfano mimi nikwambie, mimi niliandika nyimbo kama Malaria. Nyimbo ya Malaria imebakia kuwa bora mpaka kesho. Nami niliumwa malaria. Niliandika kwa ajili ya kipindi ambacho malaria ilikuwa inaongoza kwa kuua watu. Watu walikuwa wana tahadhari nao, walikuwa hawana. Lakini ikasaidia malaria ikashuka sasa kwenye nchi yetu kutokana na wimbo wangu. Ila na wimbo wangu kama nitapata ukimwi mimi nitakuwa wazi, kama nitapata ukimwi. Ndio ulikuwa wimbo wa kwanza kwenye jamii yetu kumzungumzia muathirika na kumpa hope. Watu kama wamezoea kuimba ukimwi ni hatari, ukimwi unaua, ukimwi vile. Wakati huo ukimwi tayari upo na watu wanao. Kwa mimi nikasema kwa nini tuendelee kuwatisha? Je, hamna njia nyingine ya kuwafariji watu wenye ukimwi? Ndio mimi kaja na wimbo kama nitapata ukimwi. Kwa watu wale waathirika wakaanza kuwa na matumaini mapya, kama tunaweza tukaishi. Lakini kuna nyimbo kama vile wakati kulikuwa na shida ya muungano Tanganyika na Zanzibar. Zanzibar sio nchi, Zanzibar sio fanya. Mimi na nyimbo yangu kama zenji ni nchi mbona haina mabalozi wake, kama zenji si nchi mbona ina mamlaka yake. Mle ndani kaongelea muungano wetu kwa undani kabisa, kama nchi nzima ikatulia. Baadaye kaja ugomvi wa dini. Hadi Geita kuna watu walikufa kama watu Waislamu watakawachinje, Wakristo si wachinje. Wala sijui kwa kujolea kitabu cha mwenzie, wala si kama watendikali, kani ugomvi wa kidini. Wanasiasa waliongea watu lakini wakashindwa. Mimi nikaja na wimbo wangu wa dini tumeletewa. Hapo zamani za kale, kabla ya ukoloni, kabla ya kuja wageni, ile dini tumeletewa ikaifanya nchi ikarudi pamoja, wananchi wakaelewa, kila mmoja akaheshimu imani ya mwenzie. Mpaka leo ugomvi wa kidini haupo. Hata ukija na mambo yako ya kidini Tanzania, Watanzania kwambia wewe pumbavu, ni hapa tugombane kwa ajili ya dini. Sisi tunapendana, unajua. Kwa unaweza kuona kwamba nyimbo zangu nyingi zilibeba yale maudhui ambayo yalifanya jamii ikaondoka kwenye hatari ikaja kwenye usalama. Umeona? Kwa mimi nadhani nilistahili kuwa mfalme, ingawa kale nilivyokuambia. Mtu anayenipinga anakuta anaimba labda tusemonda kwa mzungumzie mtani wangu Sogi. Hasa nataka mimi nisiwe mfalme, wewe unaimba kibanda cha simu. Leo kuna kibanda cha simu duniani? Leo kuna kibanda cha simu? Hamna. Lakini Darubini Kali mpaka leo inaona. Mpaka leo inaona. Na Zumbi mpaka leo anaishi. Mambo ya dini mpaka leo yanaonekana. Kwa unaweza kuona kama wale nipinga hawakuwa na uwezo wangu, sema ndo kawaida siku zote msafara wa mamba na kenge hizo wanakuwa pembeni mle. Na hiyo ina prove kwamba wewe ni mtu ambaye haupitwi na vitu vingi. Vitu ambavyo vinatokea kwenye jamii. Na ndio maana ya msanii kiosha jamii, lazima udili ambao jamii inahusu moja kwa moja. Huwezi kuwa tu msanii wa kila siku wewe kucheza tu hivi, kuonyesha vile. Kila lazima mdafani unaizungumzia jamii yako inafanya vipi, inaishi vipi. Mimi nafikiri ni sehemu ya hip hop.